Hafai kuwa. Unaona, ukiona mtu mnamuongelelea sana inamaanisha ako juu yako. Unamsifu. Na hata kama ako chini, ukiwa na tabia ya kumuongelelea sana, kwa maneno yako utakuwa unamuinua. Kuna watu wengine hufai uwataje kabisa, uwanyamazie, uwapatie zero airtime. Zero airtime, yani hawafai kuwa, yani wanapitia anywhere. Hata sekondi moja umzungumzie. Shut up. Amen. Ati kama kamekomboa nyumba pale kwa plot kanafanya uganga, na unapata saa yote unaongea mganga, kuna mganga amekuja. Sasa unamtangaza, unamuinua, unampatia mbonga point, na ana chochote. Actually vile tunaendelea kutangaza mganga amekuja, tunamtangaza, tunamuinua mbele. Watu wakisikia tunamtangaza na tumeokoka, watu wanadhania, ukiona hao wameokoka na wanamuongelelea, huyo ni mbingwa wao. Haleluya. Bwana apewe sifa. Nirudishe kule kwangu. So that is why God is saying rule in the midst of your enemies. Hapo tu katikati yao tawala. So when you are ruling in their midst, you don't complain, you don't talk about them. Hao ndio wanafaa wawe wanalalamika, kwa maana umewakalia sawa sawa. Haleluya. Umewakanyangia hewa, hawapumui vizuri. Praise the name of the Lord. Hao ndio wanafaa walalamike kwa jina la Yesu Kristo. Huyo mchawi ndio anafaa awe analalamika kwamba hawa watu wako kwa hii plot wanaomba. I remember wakati moja nilikomboa kanyumba mahali kule Kitui town. Sikuwa najua mwenyewe ni nani. So mimi nilipewa kanyumba tu, nikalipa, nikiwa bachelor, kanini tuka 10 by 10. Na kabedi 6. Na sasa ndio ilikuwa tumeokoka, imani ilikuwa mbinguni, hata hatukuwa tunakanyanga hapa. So usiku after kupika na yani ukishamaliza kupika na umekula, agenda ile nyingine ni maombi. So hapo saa 4 tukielekea kule saa 6 saa 7. Yani huyo mzee siku ya kwanza, ya pili, ya tatu akasema hapana, kwani mlete nani kwa hii plot? Akianza haya maombi yake asilali mimi. Wanachoma. Wanakianza kuomba, uwezi lala, unasikia unachomeka. Hapana, huyo atoke. Na nilitoka na nikarudishiwa pesa yangu yote. Haleluya. Kwa sababu kutawala sio ile unafikiria. Kutawala ni kuhakikisha ya kwamba mtu yeyote ambaye anasafu giza anakutambua. As long as anasafu giza lazima akutambue. Amen. Bwana apewe sifa. So we are talking about how to exercise authority over the circumstances of life as a worshipper of God. And if there is anything that God has done for us, is that he has made us into worshipers. The fact that Mungu ametuita tumwabudu, hiyo peke yake ni hatua ya kutuinua. Bora tutakaa pale tukimwabudu, bila shaka we will be above everything. Somebody say amen. Come on, somebody say hallelujah. Praise the name of the Lord. So Mungu anasema the Lord will extend your scepter. I want us to look at the word scepter, na nikapata kuelewa when the Bible talks about a scepter, ni ya kwamba kitambo wafalme ama watawala walikuwa na fimbo ya utawala. Amen. Ukikumbuka Esther na yule bwana alikuwa anaitwa nani? Yule mfalme yule. Wakati Esther alitokelezea pale kwa kinyumba cha mfalme, ili mfalme amuonyeshe ya kwamba umepata kibali, usiogope, alifanya nini? Alimnyoshea
fimbo ya utawala. So fimbo hiyo ya utawala ndio fimbo na sign kwamba huyu ndiye mfalme na utawala uko na yeye. Amen. Na yeyote ambaye alidharau yule ambaye ameshika scepter alikutana na ghadhabu ya ufalme huo hapo hapo. Amen. Hallelujah. So a scepter is a rod of authority by which the person who is in a position of rulership exercises control over matters. So akiwa na hiyo fimbo, hakuna jambo lolote ambalo linafaa limletee shida. Hakuna. As long as ina operate katika within his kingdom. Bora yeye ndiye mfalme na ndiye ameshika fimbo ya utawala, all the matters and the issues that concern him and the people in his kingdom anaweza kuzitatua. So a scepter is a specific source of power. Amen. So hiyo fimbo ndio ilikuwa chanzo cha utawala na uweza wake. So minus that, yani mwizi angekuja aibe hiyo fimbo, yule jamaa angekuwa hana uweza. Ile ya president, so hiyo ikiibiwa, yani leo apate haiko, atakuwa ni kama kuku ametolewa manyoya. Bwana apewe sifa. Hata kule parliament wakati vijana walienda wakabeba ile kitu, kulikuwa kubaya, maana hiyo ndio inawapatia mamlaka ya kuongea mambo ya Kenya, na imeenda. So whether uko na moja physically ama hauna, ukweli ni ya kwamba every power proceeds from a scepter. Kila uweza wote unatoka katika fimbo fulani ya utawala. Hallelujah. Come on, I said hallelujah. So nataka tujiulize sasa, kwa Mkristo ambaye ameokoka na maandiko inamwambia tawala katikati ya maadui zako. Sasa Mkristo anaambiwa atawale. Anatawala na fimbo ya aina gani? Anatawala na mamlaka inatoka wapi? What is his source of authority? Amen. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So as believers, kama wale ambao tumeokoka na tumemwamini Bwana, our source of authority and power is in our ability to function as priests whom God has called us to be. Mtu akishaokoka hivi, ile kitu ingine anastahili afundishwe ama ajifundishe ni jinsi anastahili kuishi kama kuhani wa Mungu. Nionyeshe mama ambaye anakaa maisha ya ukuhani, nitakuonyesha mama ambaye amekaa juu ya hali zake zote, ni mtawala. Hautasikia akiongea mambo ya ndoa yangu sijui ni hii story tunasikianga, sijui akanifukuza, sijui leo nimelala misuni, sijui nini. Hizo zote ni kuna mahali umeponyokwa na utawala wako. Kuna mahali umeponyokwa. Fimbo ya utawala imekutoka kwa mkono. Hakuna mtu ambaye Mungu amemwacha bila kitu. I tell you the truth. Hakuna mtu Mungu amemwacha akiwa helpless. Yani hata wanyama wa porini, hata kale kamnyama kadogo kako na kanjia ya kujitetea. Kila kitu iko na kanjia yake ya kujitetea. Hata kuna kale kengine akana meno ya kuuma, lakini ukikastua kana kutolea harufu mbaya, unakimbia. Kila kitu iko na njia yake ya kujitetea. Akaumi, lakini Mungu hakuna kitu iliachwa bila defense mechanism. Hakuna. Kuna ile inaitwaje, ile katapila mwingine, na yeye Mungu alimpatia
manyoya ambayo inawasha. Ukimchezea wewe enda umshike kwa madharau, utabaki ukijikuna. Defense mechanism. Na kama wadudu wako na kanjia ya kujitetea, je, mama mzima, je, mzee aliye na mandefu? Nitafutie mtu mwambie unjaachwa bure, uko na njia yako ya kujitetea. Haleluya. Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu. Maana Wakristo siku hizi tunaongea as if we are helpless. Yaani ni kama yaani hatuwezi. Ni kama tulitolewa manyoya. Yaani tuko tu hapo. Watu watuhurumie tu. Hakuna. Sasa wewe uko pale unaona ukiwa wewe ni mtu wa kusaidiwa. Na yeye Mungu anaringa na wewe, akisema shujaa yangu ndiyo yule. A mighty man of valor. Actually Mungu anakuambia tawala katikati ya maadui zako. Wow. Haleluya. Bwana wetu apewe sifa. Kuna kamnyama kengine kanaitwa porcupine. Kako na nini? Kako na, yaani Mungu amekapea manyoya ambayo inadunga. Na tena ni kali. Hata simba anakaogopa. Nilikuwa naangalia ka video kengine, simba alikaona kanakimbia akakimbiza. Sasa yaani akashika kwa nguvu. Sema kunjitesa. Sema kunjitesa. Haleluya. Kama wanyama wako na njia ya kujidefend, hata wewe haunjabaki bila njia ya kujitetea. Hakuna mtu anafaa akutese. Hakuna hali inafaa ikutese. Hakuna hali inafaa ikukalie. Hata ikikukalia, unajua hata katika wrestling unaangushwa. Unawekwa chini. Kuwekwa chini si shida. It's okay, it is part of it. Lakini tende unapindua na wewe unaenda juu na yeye anakaa chini. Na unambana mpaka referee anakuja kupiga 1 2 3 kisha. Amen. So it's not a undecided game kwamba ati tumeshashindwa. Hapana. No, tuko pale na tunapambana. Na maandiko inatuashua ya kwamba we have the upper hand. Wow, hallelujah. Bwana apewe sifa. Praise the name of the Lord. So in short, tunasema ya kwamba the priesthood, ile ukuhani ambayo Kristo ametupatia, our priesthood is our scepter, our source of power. Wow. Our priesthood, ukuhani wako mtu wa Mungu, ndio fimbo yako ya utawala. Na kama kuna mahali tunafaa tuweke attention na mkaso, ni pale kwa ukuhani wetu. Maana hapo kwa ukuhani uweza wetu wa kutawala uko pale. Tukiponyokwa na ukuhani, tunaponyokwa na kila kitu kingine. Ukiponyokwa na ukuhani, ndoa inaanza kuleta shida. Ukiponyokwa na ukuhani, biashara inaanza kuponyoka. Ukiponyokwa na ukuhani, watoto wanaanza kuponyoka kwa mikono. Ukuhani ndio mikono yako ya kubana kila kitu. Haleluya. Nisaidie, salimia mwenzako, mwambie rudi kwenye ukuhani, mtu wa Mungu. Mwambie rudia ukuhani, rudia ukuhani wako, rudia ukuhani wako. Come back to your priesthood after the born again experience. Baada ya kuokoka, the next skill every believer must acquire is how to live as a priest of God. How to live, jinsi ya kuishi kama kuhani wa Mungu. Unajua watu, nimegundua ya kwamba washirika wengi huwa wanafikirianga kuhani ni mchungaji. Mchungaji ndiye kuhani. Wacha nikwambie.
Wacha tu. Mchungaji ni mchungaji. Mchungaji ni mchungaji. Lakini Mkristo yeyote ni kuhani wa Mungu. Every believer is a priest of God. Sasa ukitaka kujitofautisha na pastor wako, wewe muite pastor. Lakini hapo kwa ukuhani, tuko hapo sisi wote. Hapo kwa ukuhani tuko hapo sote. Na yule ambaye anaponyokwa na ukuhani atakuwa anasema kulikuwa kubaya. I tell you the truth. Inua mkono, sema Bwana nisaidie nisiponyokwe na ukuhani wangu, maana ukuhani ndio fimbo yangu ya utawala. Kwa jina la Yesu nimeomba na nimepokea. Sema amen. Sema amen vizuri. Hallelujah. So when the scripture says the Lord shall extend your scepter from Zion, Bwana atapanua fimbo yako ya utawala kutoka Zayuni, inamaanisha ya kwamba we all begin at a particular level of priesthood. Tunaanzia katika kiwango fulani cha ukuhani, lakini lazima ukuhani uendelee ukipanuka. Amen. Hallelujah. Kuna mtu hapa aliokoka 10 years ago. Na alipookoka alikuwa anaomba dakika 2, maombi inaisha. Ama dakika 5, ayani anasikia hata anaanza kufikiria aombe nini ingine sasa. 5 minutes. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. And today 10 years down the line, bado wako hapo for 5 minutes. Baba wetu uliye juu mbinguni, tuendelee. Falme wako uje, mapenzi yako timie hapa duniani kama vile anavyotimia mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamee makosa yetu kama vile tunavyowasamea waliotukosea. Tuendelee. Usitutie majaribuni. Kwa sababu ufalme si are you timing? Ulikuwa unaangalia kuna watu ambao hiyo ndio maombi yao, na ukiwauliza wanasema wakati wanafunzi wa Yesu walienda kwake wakamwambia tufundishe kuomba, aliwapatia hiyo, na hiyo ndio maombi ya Yesu. Yale mengine ni yenyu. Lakini ukweli ni ya kwamba Yesu huyo aliyewafundisha kuomba namna hiyo, Bible inasema after some time akachukua Petro na Yohana na akaenda na wao kwa mlima, na ndivyo nasema akawaambia kaeni hapa na muombe, na yeye akaenda pale mbele na yeye akavuta pumzi. Yesu akashikilia, wapendwa wakalala. Walipoamka wakakuta kumewaka moto. Wakaona haya, kuna wazee wawili wako na ndevu kubwa. Ni kina nani hawa? Yaani jasho imegeuka. Wakamwambia Yesu, sasa kile tumeona hapa, lazima tujenge madhabahu hapa. Madhabahu moja yako na ingine ya Musa na ingine ya Elia. Haleluya. Sasa wao waliomba ile yao ya baba wetu aliye juu mbinguni, ikaisha, na wakarudia mara 10 na ikaisha, na wakalala. Na yule Bwana bado anapepeta. Watu wapepeta oye. Bwana apewe sifa. Haleluya. Tena akawabeba akaenda na wao kule shambani kwa Gethsemane, akawaambia nasikia roho yangu imesononeka sana, ombeni pamoja na mimi na muombe msijaingia kwa maribu. Na yeye akaenda pale akaomba
akasikia ni kama niko peke yangu. Akakuja kuangalia wandugu, akapata wamelala. Akauliza, jameni, amungeweza hata wanawa? Yule yeye alisema 5 minutes ya hasa wetuni. Sasa ana demand wanawa. Saa zile umekula umeshiba, mpaka ukijaribu kuomba unasikia tumbo inakudunga. Yaani la kudhugu pio. Yesu ana demand wanao. Naomba unisaidie, uniulizie mwenzako, umefika wapi? Kufika hapo. Kuna wakati tulikuwa tunaomba, unaangalia saa, unaomba kosa kaya katika jina la Yesu. Ninaombea mama yangu, namkumbuka ndugu yangu, nakumbuka na hatama yangu. Yaani unazunguka kijiji chote ukiangalia saa. Ukiangalia saa unapata hadi vile umeomba hivyo, umeomba tu 20 minutes. Na ulienda ulijibamba ukasema leo niko na kesha. One man kesha. So uko kule peke yako kanisani sasa. Sasa umesema nitatoka hapa saa 9 na sasa ni saa 4. Umegonga, ukiangalia unapata ni saa 4:20. Ayendi. Now our struggle in the place of prayer is a sign of the smallness of our priesthood. Yani ni ishara ya jinsi ukuhani wetu umebanwa, ni kadogo. Wow. Ukuhani ukipanuka, maombi inakuwa mingi peke yake. Hata did you know that kuna mahali unafika you don't need to think about what to pray? Kuna wakati kwa hata lazima uandike kakaratasi. Ukiomba resa kata unasikia imeisha kwa akili. Sasa una rebosha kata barabara sakalalalalalalaba. Kumbe ndimi zingine zinakuanga za kushikilia anga. Tukingojea item ile ingine. Sasa jamaa mpaka anapata kakaratasi ka ushuhuda kako hapa, anachomoa, anapata amen, sijaombea kwaya. Sasa unasikia ameinuka. Sasa katika jina la Yesu tunainua kwaya. Kumbe kuna mahali mtu anafika, unapata auhitaji makaratasi ya kuandikia kile unaombea, kwa maana space yako ya ukuhani imepanuka, na mambo yote yaliyombea peke yake lete kwa roho, yanajile kwa wazo chako ni kufungua mdomo na maombi yanatoka. Mungu apanua ukuhani wako. Nasema Mungu apanua ukuhani wako. Haleluya. Wale tulikuwa tunaangalia saa, tunakuta dakika 20 ndio zimepita. Tukafika mahali tukienda maombi ya morning glory saa 10, tunajibana mpaka tunastukia tulichelewa na kazi. Yaani unastukia tuko saa 1 na ninafaa kuwa job saa 1:30, na nitaoga na nitakunywa chai, mpaka unavaa nguo bila kuoga na unasonga. Wakati ukuhani umepanuka, kuna vitu wa usumbuani nazo. Ukinipata sema amen. The scope of your priesthood is intended to keep extending as you grow in grace. Unapokomaa kwenye neema, space yako ya ukuhani inafaa iendelee pia ikifanya nini? Ikipanuka. Ndio maana Bible inasema the Lord will extend the priestly authority of every believer so that they can cover more ground. Somebody shout amen. Hallelujah. So 3 areas of stages. Kuna personal. Wakati ulikuwa unang'ang'ana na maombi,
ulikuwa unaonjiombea wewe, naombea I pray for my finances, pray for my relationship, I pray for my children, I pray for my wife, I pray for Sakarabagadisa Yakata, pray for my job, Hosaya my business, Sakarabaragada. Yani it was about you. Ulikuwa unakanyanga katile kamoja ka 1 foot by 1 square. Up wako ni 1 foot square. Up because I, me and myself up. Where's talk up? Hallelujah. I, me and myself. Na hata leo ukisikiza tukiomba hapa, kuna mtu maombi yake yote itakuwa ni I bless me, my wife, my children, my business, my auntie, kila kitu ni my uncle, krosa katakadada, mjomba wangu umkumbuke, umtie moyo, sekada barabara, tesa yule nyanya yangu. Huwezi ombea nyanya wa mtu mwingine, nyanya yako. Ukuhani wa kadogo na ushindwe kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Lakini hapo ndipo tunaanza, we start there but we grow. Tukitoka pale tunaenda kwa family, unapata you have become the family priest. Na nimegundua unaweza pata familia watu kadhaa wameokoka, lakini wao wote hata kama wameokoka wanajua kuhani yetu hapa, kuhani wetu kwa hii familia ni fulani. Na hata wao wenye wanakuita kuhani wao wameokoka, lakini wewe ndiye kuhani wao. As a family our priest ni fulani. Na wakiwa na kikao cha familia, kabla unjaomba haiwezi endelea, kabla unjafika hawawezi wakaendelea. Why? They recognize your extended space of priesthood. Na unapata you cover them in prayers. Unawaombeanga, jua wanakaa kwa kivuli chako. Maandiko yanasema, haleluya, haleluya, Bwana apewe sifa. Maandiko yanasema those who dwell, si ndio? They shall abide in the shadow. So Mungu ako na kivuli ambacho watu wanaweza ota wakiwa pale, wako salamu. Na kama tumeumbwa na sura, hata wewe uko na kivuli chako, hata wewe uko na kivuli, na hicho kivuli kinafaa kuwa kinaendelea kuongezeka, na watu wanaweza kuja kwa mavuli wako wakaacha kunyeshewa. Yani uko na canopy ya anga ambayo watu wakiwa pale wanakuamini na wamekaa chini yako, hata kuna vitu haiwafikii. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana apewe sifa. So unapata hata kabla hujawataja kwa majina, bora uko tu pale unaachilia fire na kerabakata. Saa zingine nimegundua inafika mahali hata uombei chochote, unaomba tu kwa lugha. Kosa bakata sekepure ya kama saa mawili lugha peke yake, na unasikia maombi imeisha na unja wataja kitu. Inamaanisha mwavuli wako. Kwa hiyo neema wameombea na kuombea mwavuli wako upanuke. Unajua Yesu aliambia watu kwamba Jerusalem, Jerusalem, nilitamani kuwafanya nini? Nilitamani sana. Anafanya nini? Nilitamani sana niwaweke chini ya mabawa yao, lakini so kuna watu ambao lazima wawe chini ya kivuli, lakini kuna watu wajuaji. Hata kuna vifaranga unaonanga mama ameweka mabawa, lakini kichwa iko nje, akatosheki kule ndani. Ambia mwenzako kaa kwa mwavuli, wacha ujuaji. Haleluya. Unajua shetani anagonga ile sehemu iko nje.
Anatafuta ile sehemu iko nini, iko nje ya mwavuli, hiyo ndio anagonga. Haleluya. Family, you cover your family. Ukitoka kwa familia, you become a community priest. Unapata mji wa emali, hata mapepo ya mji yanakutambua. Ukipita kwa mwenda wazimu akikuona, unaona ameanza kurudi na nyuma. Na kuna watu wengine akiwaona anawaletea balaa. Kuna vitu unafaa uangalia. Ukitaka kupima anga yako, lazima unjielewe. Ukiona tu mtu wazimu tunakuletea shida, jua ya kwamba ukuhani wako unajikunja sana. You are shrinking. Your influence is shrinking. Hata spiritually hawakutambui. Lazima mkondoleane macho na huyo mtu mwenda wazimu. Mkondoleane macho. Hata usemi Yesu, mnakondoleana tu macho. Maana maroho zinajuana. Mkondoleane macho tu, uone ameinama chini na ameenda. Hiyo inakwambia ukuhani wako umefika mtaani. Hata wenda wazimu wa area wanatambua. Lakini unaona mwenda wazimu, wewe mwenyewe ndio unaanza unashika handbag vizuri na unashika mtoto na Haleluya. Haleluya. Ambia mwenzako, toa ukuhani sokoni, toa ukuhani nje, toa ukuhani hata utambulike huku. Tufike mahali hata ukiwa pale stage unataka matatu ya kwenda Machakos, wewe tu umesimama pale, wao peke yao wanaanza zao. Mchungaji unaenda wapi? Na wewe si mchungaji. Lakini wao wenyewe wakiangalia anga wanaona mchungaji. Watu wakikuangalia wanaweza jua anga ulio nayo ni aina gani. Haleluya. Come on, I said haleluya. Wacha kuchezea. Ukuhani wako ndio fimbo yako ya utawala. Na ukinyoka kuhani mtu wa Mungu, utakuwa unasema watu wanakuonea. Haya maisha ya kuonewa tunayakataa kwa jina la Yesu Kristo. Wachungaji tumechoka na kukaa na washirika ambao saa yote wanaleta mashida ya kuonewa. Kazini wananionea. Kule tumepakana shambani wananionea. Nikienda nakuta wamehamisha mpaka. Pastor, wewe usimame na mimi. Pastor, unisupport na maombi. Watoto wangu wameleta shida. Wewe ni wapi umetawala? Kila mahali ni shida. Ni swali nauliza, si uniulizie huyo mtu ameketi karibu na wewe, ni wapi umetawala? Kwa kila kona ni shida. Nyumbani ni shida, kazini ni shida, shambani ni shida. Kila mahali, bedroom ni shida, kitchen ni shida. Everywhere, kila mahali ni shida. Kwani unatawala wapi? Haleluya. Haleluya. Si uniulizie mtu unatawala wapi, mtu wa Mungu. Kwa maana Yesu anasema rule in the midst of your enemies. Tawala katikati ya maadui zako. Hapo tu, but wanaendelea kusongesha mpaka. Lakini wewe unasema kwa jina la Yesu, hata mkisongesha ni mimi na nyinyi tutaonana rohoni. Na unakuta wanasongesha na wewe unawaambia sawa, tutaonana. Wanafikiria umeenda kwa chief. Siku hiyo umesema, tangu siku nilikuta wamesongesha mpaka, niliamua siguzi chakula na silali. Ugali kando na usingizi. So wao wamelala na mimi sasa usiku niko pale nikisema, Bwana, hata kama saa zingine hata ujui unawaombea namna gani watu kama hao. Maana yani ukifungulia maombi hata Mungu atakucheka. Unajua kuna vile unaweza omba hata Mungu acheke. So unafanya tu ujui ombe aje, lakini unatembea tu unaomba kwa lugha, lakini Mungu anaona hasira yako. Hallelujah. We are not helpless. Hatunjabaki bila kitu tunaweza tukafanya. There is something we can do. We have a priesthood as our scepter of authority. Glory to God. Exodus chapter 19 verse number 5 na 6. Angalia vile Mungu anasema, anawaambia Waisraeli, now therefore
if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all the people, for all the earth is mine. And you shall be to me a what? A kingdom of priests. Nataka to mark to you, a kingdom of priests, yani ufalme wa kiukuhani, meaning ni ufalme lakini utawala wake uko kwenye ukuhani. Wow. Naomba nikujulishe mtu wa Mungu, unaweza ukawa na elimu, lakini fimbo ya utawala ya elimu itakuangusha. Itakuangusha. Na kuambia ukweli, you cannot lean on that scale. Fimbo ya utawala ya elimu itakuacha kwenye unaweza kuwa uko na pesa, but that cannot be your safety. I tell you the truth. Kuna wale watu ukiwatisha na pesa wanatii, lakini siku ile pepo ataingia kwa nyumba yako, ndio utajua mapepo hayatishwi na pesa. Utapata kamutu ambako unadharau lingi akana pesa, ndio kanafika kwako na pepo inanyamaza. Maana wewe ndio ulimeja na the wrong things, lakini haka kamutu kamemeja na the right thing. Yani kanaingia tu hapo kwako kanasema peace, peace. Kana kakwamba tumetuma hapa, na wewe uko hapo na elimu yako na pesa yako, umejaribu kukemea, hakuna kitu inafanyika. Tena saa ile unaongea ndio sauti inainuka, ndio kunaharibika kabisa. Amen. Na kanakuja tu kama mtu hapo, kakiingia tu kanasema peace be in this house, anga inabadilika. Kwa sababu ya nini? The scepter of priesthood iko mkononi, ameshika ukuhani vizuri. Atusemi ya kwamba pesa ni mbaya, atusemi masomo ni mbaya, hayo mambo yote ni mazuri, lakini usiponyo na fimbo ya utawala ya ukuhani, uwe mwanabiashara ambaye ni kuhani wa Bwana. Saa 7 anarudisha milango. Hata Waislamu wanatushinda ukuhani. Saa 6:45, hata kama uko hapo unataka kununua mali ya milioni, anakuambia uje saa 8, kuja saa 8, na anafunga mlango. Hata wengine wale wa Hindi, Mungu wake anakuanga hapo, kang'ombe kako hapo, na amemwakishia hata, na akifunga hata aendi kwa msikiti hapo hapo, na ametengeneza kakapeti mahali pa kupiga magoti. Mwindi anagonga chini mpaka unapata hapa pako peusi hapo. Let me tell you, ukuhani ache na kaalama mahali. Ukuhani lazima ukuache na kaalama. Huyo jamaa hapa pako peusi, sababu kila mara anagongesha chini, anagongesha anainuka, anagongesha anainuka, anagongesha. Wewe hata magoti yako iwezi piga dakika 5, yani kwa magoti hivi 5 minutes. Kuna watu hawawezi 5 hawezi. Anasikia, unaona kuna adhini hiyo. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, nguvu yako iko hapo magotini. I tell you the truth. You can rule on your knees. Unaweza tiisha hali zako zote ukiwa pale kwa magoti. Hallelujah. You shall be to me a kingdom. So, yani ushirika wa watu wa Mungu, watu wanaudharau. Wanasema tu ni wale watu wa kelele. Hiyo kanisa ya kelele.
it is not a church, it is a kingdom. And every kingdom has their source of power. Our source of power as a kingdom is our priesthood. So we know what to measure on. Our measure is priesthood. So hatuwezi kuwa hapa kanisani tunafundisha watu 10 points how to make wealth, 10 points how to be rich. Those are not our issues. Enda benki watakufundisha mambo ya pesa. Umetulazimisha kufanya kanisa mahali kwa masemina ya finances. Hata watu wa mandawa wanakuja kanisani kupewa ruhusa wauze mandawa. Sijui tunauza habo, tuko na ibada watu habo wameweka kibanda pale. That is not our area. Our major is priesthood. Oh, our major is priesthood. Watu wanasema kwani hakuna kitu kingine? Basi saa yote anaongea maombi. Saa yote ni maombi. Kwani wewe hayo mambo mengine kuna wale watakwambia ours ni hiyo. Kila mtu ashikilie kwake. Kwetu ni hapo kwa maombi. Ulikuwa unataka tufanye nini? Hatuwezi anza, we cannot become the bank. Mambo ya pesa, enda kwa benki watakuelezea. Kundi wafundishe finance yako. Kenya Women Go. Kila mahali huko vikundi vya enda huko. Wacha unatushukisha sana wewe. Unajua pastor, kuna vitu tunafundishe. Pastor, mfundishe kanisa. Nini? Sisi tunafundisha ukuhani. Sisi tunafundisha ukuhani. Hapo ndipo specialization yetu. Na tunajua ukitawala kama kuhani, mambo yale mengine utayatawala. Lakini lemewa na ukuhani, utainama kwa mambo yale mengine yote. Mungu ainua mkono wako wa ukuhani. Hallelujah. Hallelujah. The God is calling the Israelites is a covenant of following him themselves in his presence. Ukuhani watu wa Mungu ni huo. Priesthood is about presence. Kuhani ni mtu ambaye yani uweponi wa Bwana yeye si mgeni. Ochokelania ako hapo amejipiga marashi kidogo ametoka ameenda sokoni ameuza. Unajua dunia hebu nikuulize wewe, mwili yako ichafuke. Mwili hata ukioga na uketi bila kwenda mahali. Oga, jipake mafuta na uketi hapo kwa nyumba. Hapo ukaa hapo 2 days. Hautaoga tena. Uchafu inatoka wapi? Na hujaenda mahali. Unjaenda shambani. Hata unjafanya mazoezi ati ukatoa jasho. Nini imekuchafua tena? Because life as we live it under the sun, deterioration is the normal. Yani hali ya kusoroteka ni kawaida. Ukisimama tu hivi kusoroteka kunaanza peke yake. Hata nyumba nzuri kama hii, jenga na upake rangi na uweke inaitwa aje? Hilo gypsum na ufunge milango na uende Nairobi. Na uje baada ya miezi 2. Because our work on earth is to fight deterioration. Kupigana na uozo unaendelea. Kazi yetu ni kupigana nao. Hata our spiritual life nayo pia ina deteriorate. So nikienda sokoni, nina interact huko na vitu kama rohoni, na ninaanza kupumua vibaya rohoni. Ninajua wacha nikimbie nikaoke. Kwenda kwa Bwana, nimeenda kuoga, najipoka na paka marashi, narudi tena nikiwa fresh. Glory to God. Na wale watu wanaishi maisha kama hayo,
hata kama ni wanabiashara wanauza vizuri sana, wanatawala. Haleluya, Bwana apewe sifa. Sasa wewe uko hapo unasema tulikuwa Jumapili tuliomba maombi ya wiki yote. Bwana haleluya, Bwana apewe sifa. Haleluya. Deterioration iko every area of life, hata spiritual life iko na deterioration. Ukinjiachilia unaendelea ukioza. So preservation of life requires you to be actively. Kuna mahali uwe unaenda, nionyeshe sana, nitakuonyesha watu wachafu. Bafu imekauka, yani bafu. Na ulikuwa hapa leo, ulikuwa hapa asubuhi na mmekauka hivi. Usitudanganye. Ukiona pamekauka hivyo, labda jana, si leo. Usipatie mtu kaifa, mwambie hii mbavu yako inaonyesha watu hawaogi. Hallelujah. Jesus commanded his disciples to shake off everything. Chochote ambacho kinawazuia wasiende kwake, yani mepaunzangani na anything, ili wapate kanafasi everywhere, ndio waende wakaabudu, refresh, ndio tena warudi kwa maisha. Hakuna kitu kizuri kama kukaa na mtu ambaye priesthood yake ni fresh. Hata mwanaume ambaye mke wake ni priest na ana refresh kila wakati, it is fun to live with her. Because mtu ambaye ukuhani wake umekwama, hata yeye mwenyewe anaangara. Narudia tena, mtu ambaye ukuhani wake umekwama, hata yeye mwenyewe anaangara. Yani kumchangamsha ni shida. Unapata ni mke wako ukimni hivi, badala respond positively, analeta vita. Ama mwanaume mke wake anamtiko na anampiga. Yani yeye mwenyewe ako mbali, yani maisha imempeleka mbali sana. Why? Kwa sababu he is not updating himself. Mtu wa Mungu acha mchezo. Maisha ya kiroho, the center at which it is lived well ni pale kwa priesthood. Lazima kila mtu awe kuhani. Glory. It is this focused lifestyle that will usher the believer into a spiritual system. Unaweza kuwa umeokoka lakini haujawahi ingia into the kingdom. Kumbe the church is not the kingdom. The church is not the kingdom, but the church is the agency of the kingdom. Kanisa ndipo watu wanaonyeshwa mlango ya kuingia kwenye ule ufalme. Now Yesu akasema you are a kingdom of priests. Nyinyi ni ufalme wa makuhani. So for anybody to enter into the kingdom of God, lazima apitie huo mlango wa ukuhani na aweke pattern ya maisha ya ukuhani, then atakuwa amefanana na hiyo kingdom na atajiandikisha. Na hata wale wengine kwenye kingdom watakuwa wanatambua huyu ni wetu, huyu ni sub county commissioner huku, huyu ni ward administrator huku. Wacha nikwambie, hizi titles mnaona huku kwa county, hata rohoni ziko.
hata rohoni ziko. I tell you the truth. Rohoni ziko. If your priesthood will keep on expanding, unaweza pata katika kijiji fulani your influence imeshika hiyo kijiji mpaka inafuka, unaanza kuwa ward and mean. Hii ward hapa inaitwa aje? Zawe. Unapata kila mahali unaenda, hata wenda wazimu wa ile soko nyingine iko mwisho kule, wakikuona wanainama. Inamaanisha your spiritual influence imefika mpaka huko. Hallelujah. Hallelujah. A believer who finds it hard to tune their lives to the demands of a priestly life. Huo ndio ukweli. The priestly life iko na demands. Maisha ya ukuhani iko na mikataba fulani, iko na demands, na yule ambaye ameshindwa, ameona ni ngumu, bas he will find it difficult to exercise power over circumstances. Utapata shida ya ndoa ikija inamaliza mwaka mzima. Wenye ndoa oye, hawakuja church leo. Wenye ndoa oye. Unajua, nimegundua kama kuna mahali wokovu wa mtu unafanyiwa majaribu ni kwenye ndoa. Ukuhani wa mtu penye unawekwa kwenye mizani ni kwa ndoa. I tell you the truth. Hallelujah. So kama ukuhani umekataa, mkikosana, kuna watu wanga wakikosana inawachukua miezi 6 kurecover. 6 months ama 1 year bila kuongea. Because hii shida hawana kutatu, yani itatatuliwa na time. Ile ya time will tell. Yani time ndio itaponya hii kitu. Mpaka asubuhi na bado hatuna suluhisho. Ule hataki kusema. Ukimuuliza unasema aje? Hallelujah. Now, this life has circumstances which come to drown you. Yani ni kama hali zinatengenezwa zikuje zikusombe kama maji, to overwhelm you, zikutoe kwenye routine yako. Na watu wengine kisanga ikiinuka, mwisho after 3 months ndio mtamwona kanisani. Sema uhuru wa Yesu, uhuru wa Yesu. Bwana asifiwe. Mpaka unasikia sema praise the God. Yani hata alisahau lugha ya kanisani. Praise the God. Praise the God again. Sikiza mtu wa Mungu. It is your priesthood that will raise you to a place where you can force issues to calm down. Yani unaweza tiisha hiyo hali na ukailazimisha ishuke, ikae chini. Yesu aliambiwa mpaka wa chini ya miguu yako, they become your footstool. Hiyo kitu nakataa, nikiweka miguu yangu juu yake, rudi hapo. Inaruka, rudisha ndoa, rudi hapo. Biashara wewe, kila kitu inakaa kwake. But let me tell you, unless the scepter of priesthood is in your hands, issues of life will drown you. Kuna mtu napatanga, yani hata watoto watwana na otokusia hii tobadha orubadha, yani angio wanduka ni tobadha, karibu wazimu impate kwa sababu ya watoto. Sio kitu naosha vyombo tunaambia mpaka unapata mishipa huku imeinuka. Nikwambie kitu,
problem see motherhood. You know, when you have lost your priesthood, you are not in charge of anything. Au kuangi ni charge. So kila kitu, vitu zimetapakaa. Unapata hata nyumba imetapakaa, masahani iko kwa choo. Yani vitu ziko kwenye hazifai kuwa. Disorder. When you restore your priesthood, kila kitu ingine inajirudisha kwake. Ukiona vitu zimekataa, hata usiende kwingine. Lakini ukiuliza mtu anasema, unajua pesa, si pesa. Wachana na mambo ya pesa. Pesa ndio inapanga nyumba. Pesa ndio inaosha nguo. Wewe. Hallelujah. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 verse 9, the Bible says, but you are a what? A chosen generation, a kingly priesthood. Meaning, our priesthood is not just some spiritual noise. Sio makelele ya kiroho. No. There is a kingdom in that noise. And every kingdom has power. Kila ufalme uko na uweza wake. So uweza wetu kama kuhani hautatoka kwa pesa, hautatoka kwa kitu kingine, utatoka kwa ukuhani. If you hold on to your priesthood properly, everything else will stand where it should. Glory to Jesus. So who is a priest? Priest ni nani? When we talk about priest, unajua saa zingine tunakwambia wewe ni kuhani, unashangaa sasa mimi ni kuhani, mbona sina mavazi? Kuhani si nguo. Na siku hizi kuna wachungaji wameingiwa na hiyo nini? Mashetani. Yaani ndio na pastor mwingine ameshonewa hiyo rinda. Ile kanzu hiyo. Alafu sasa akachukua kwa fundi alikuwa anapima. Sasa amejiangalia kwa kioo alisema haya. Kesho nitakuwa natoka moto. Sasa alishangaa. Sasa nguo ndio itakuwa na moto sasa. Kama una moto, nguo haiwezi kulete moto. Lazima ujue penye moto inatoka bana. Moto inatoka kwa ukuhani. Hallelujah. So a priest, the word priest is derived from a Greek word called presbyter, which means an elder. Yaani mtu ambaye katika mambo ya Mungu amekuwa nini? Amekuwa elder. Yaani nutuikite muse maundone he has matured in the things of God. The believer must grow into an elder in the things of God by exposing themselves to the presence of God, where divine experience about. He must be grown in the grace and the knowledge of God and his ways. Lazima ukuhani wako utaendelea kupanuka jinsi utakavyoendelea kuelewa vile Mungu anafanya kazi zake. The more you understand how God operates, the more you will be able to predict the moves of God, and you will be able to show that you understand the things of God. Hebrews 5:1-2 inasema every priest, kila kuhani anatolewa katikati ya watu. Every priest is ordained from among men. Kila kuhani anatoka katikati ya watu. For what? For things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifice. Kuna mambo matatu iko kwa huo mstari. 3 things. Number one, kuhani anatoka watu. Kwa hivyo kuhani ni mtu, ni mama wa kawaida. Mama ako na mzee, mama ako na watoto, mama wa biashara, mama anauza vitunguu pale, ni mtu wa kawaida. Kuhani si mtu amezaliwa akiwa na kofia ya ukuhani. I tell you the truth. Hakuna mtu anazaliwa akiwa kuhani. Somebody lazima aelewe mambo ya Mungu na yeye mwenyewe and grow in them. Glory to God. Hallelujah. Mama wa kawaida, mzee wa kawaida, hata kama kazi yako ni kupiga matatu, masaku bawe, ete Machakos, noya ete bantu ala ni toa huyo,
Thoma huyo mtu anaweza fanya hiyo kazi na mama mboga, lakini ni kuhani. Anakata mboga. Unasikia amepotea for 20 minutes. Hebu ninokete. Akienda na hapo anafunga nyumba na anajisoka na anajiosha na anajipaka mafuta ya kiroho na anarudi tena. Waambie to depend not inongosia sio baya. Teneti si ndo siazi. Hata hizo ni vitu. Hizo pia ni vitu za kuangalia. Haleluya. Ni mtu. Number 2 inasema is interest among men. Ni nini? Things pertaining to God. Unapata interest yake katika maisha ya watu ni things pertaining to God. Ukipata anakuongelesha, kile anatafuta kwako ni yale mambo yanamuhusu Mungu. Ukimuona kwa familia ameenda kutembea kule, interest yake ni things pertaining to God. Number 3, he offers gifts and the sacrifices. Hiyo ndio maisha yake. Maisha ya ukuhani ni maisha ya dhabihu, ni maisha ya kujitoa kama sadaka continuously. He is a normal person with a strong interest in the things of God among people, and he lives a life of a sacrifice. Amen. Si pastor. Hapo hatuongei juu ya pastor, tunaongea juu ya ndugu, dada wa kawaida. Amen. Hallelujah. Makuhani wa Old Testament walikuwa na duties kadhaa. Number 1, kazi ya Old Testament ambayo inaweza kutuambia kitu about our priesthood. Number 1, to watch over the fire on the altar, ya kuhakikisha moto ulio katika madhabahu unawaka bila. Amen. Bwana apewe sifa. They had a duty to ensure that the fire on the altar was continually burning. Their responsibility for revival. That means a priest is responsible for their personal revival. Hakuna mtu anafaa akuletee revival. Wewe mwenyewe ndio unafaa unjisikize hivi useme hapana, ni kama nimerudi nyuma. Ni kama siku hizi sina revival. Ni kama moto umefanya nini? Yani sina interest ya maombi. Yani nimelala mpaka asubuhi. Choko. Na ndiko hivyo ndo. Something is wrong. Yani anaweza lala Monday, Tuesday analala mpaka saa 3, Wednesday, na kila siku anaenda akiongezea. Yani unalala mpaka ni kama umekufa. Karibu mchwa ianze kukula sasa. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Mtu ambaye ni priest anafaa awe anaweza kunjievaluate na ajue saa hii pastor siendelei vizuri. Yani nimekosa morning glory 1 week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yani kuambie vile unaendelea. Indicators za kuambia hapa kuna shida. Na ukiona shida zimeanza huko kwa morning glory, kwa kesha, kwa wapi, zikijaa hapo, zingojee nyumbani. Huko zikijaa, zingojee nyumbani. Zingojee kwa biashara. Zingojee kazini. Utakuta kwa ofisi wamepangana. Ukifika hivi mbosi anakuambia ipitia hapa. Hivi msomo mpaka unashangaa kwani nimefanya nini? Unaanza kusema wamenisingizia. Si watu. Yale mapepo umekataa kundili nayo. Mapepo inajua kusingizia. Mapepo inaweza enda kwa mbosi yako, imueleze vitu, aanze kuona ni kama ni Mungu anampa. Mapepo
Hapo asubuhi anasema ngoja kafike, tutaonana. Kuna kitu kimenifunulia, wacha kafike hapa. Namba 2, tumesema ya kwanza, moto ni responsibility yako to gauge your fire. If your fire is going down, as a priest, ni jukumu yako kuweka kuni. Inasema kuhani lazima waendelee kuweka nini? Kuweka kuni kwenye moto. Ukizimia wanaongezea. Hakuna mtu anafaa akuombee. Siku hizi watu wote ni pastor, uniombee, pastor usimame na mimi, unikumbuke pastor. Mambo ya kukumbukwa iliisha 2025. 2026 unjitegemee. Unjikumbuke. Amen. Unjikumbuke. Tukutane kule madhabahuni, tumbukanie huko. Tuwezi kumbukana ukiwa nyumbani, tukumbukanie huko. Sasa tukiwa hapa, nikiomba nikienda bara na wewe unapita hivi, ko sakaya, unaweza niambia unikumbuke pastor. Ni hapa sasa. Lakini si ukiwa nyumbani. Namba 2, to feed golden lamp. Pale kwa hekalu kulikuwa na taa ambayo ilikuwa inawakisha mwangaza katika nyumba ya Bwana. Kazi yao iko na mafuta, kuhakikisha hiyo taa, maana mafuta ikiisha. Amen, haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. I tell you the truth, you are responsible for your anointing. You are responsible for your anointing. I tell you, you're not going to maintain the anointing for you. Yesu anakuanoint, lakini kumenea anointing ni shida. Okwa naasa mauta be ondo meka lawana. Kana anointi wa mithu nuse ndo wako da mapende mauta mapende magu kila mahali. Hata unasikia mafuta. Iachilie. Achilie, utaitafuta ipotee. So it is ni jukumu lako to maintain the oil, to make sure ikikaa kama taa inazimika, unajaza mafuta, unaongeza mafuta. Wewe ndio ujipime. Hata ukiwa unaendesha gari, ikianza kukata mafuta, yani ukiona driver anaenda na gari mpaka inasimama kwa barabara, anahitaji kupiwa viboko. Kwani ni gari ngeni kwako? Kama gari ni yako umekaa nayo, hata ikikuonyesha, hata bado ikiwakisha taa, unaweza jua ikiwakisha taa naweza enda mpaka Machakos. So hata unaweza, kuna driver mmoja wangu mahali, huyo jamaa yani anakunyongea mafuta mpaka hiyo gari akisimamisha hivi, kesho yake uwezi haka, mpaka unashangaa alilete aje hapa. Yani amepima ije ikisimama hivi inaishi hapa. Ya hata kunjiwakisha hivi iende kwa mafuta haiwezi, utailetea hapa. Ananyonga. Ati umwambie umutume Nairobi na umpatie hata 5,000 ya mafuta. Yani hata kupangia iwe simbora alilete gari, kesho utaiweka, utailetea mafuta hapo. So the truth ni ya kwamba hii maisha yako ni yako. Mafuta imekauka, hujui kabisa, mpaka utastukia wakati mapepo itaanza kukutesa, ndio utajua ni kama niliishiwa na mafuta. Oh pastor, Bwana asifiwe. Pastor, praise the Lord. Uko area, uko around, kuna nini? Nilikuwa naomba kama uko area upitie huko, kuna mahali nilikuwa nataka tuombe pamoja. Unaniambia hiyo gari imezimika ukiwa nayo bila kujua. Hata gari ikitaka kuzima inaanza kunini mapema. Unafaa usikie gari yako mwenyewe imeanza kunjaka. Umeanza kulala ukiomba. Sika la. Hiyo inafaa ikuambie mafuta inazima. Tafuta, chukua hatua. Enda mlimani sasa. Maombi ya kanisani haitakuweza. Sasa enda mlimani. Sasa ongeza fasting.
weka fasting ya siku 3 dry. Kwanza ukamue mafuta. Lakini unapata hata baka nyumbani mkiomba na watoto, mama ndio amelala. Mama ndio amelala. Utukumbuke. Baka watoto wanaanza kuchunana, wanacheka. Wewe mwenyewe ndio umewaita uwaombe na umeenda. Mpaka watoto wakaenda kulala, wakakuacha wapi? Na ukiamka, umeenda wapi? Umeenda wapi? Tulikuwa tunaomba, umeenda wapi? Sasa ni vile hawawezi wakakwambia, sasa kama unalala tukiomba, sisi tulimalizia. Mama, hizi ishara ni mbaya. Narudia tena, hiyo ni ishara mbaya. Chukua hatua kabla hakujaribika. Ongeza fasting. Sema hii wiki nitakula Monday, Tuesday na Wednesday, Thursday, Friday, kavu. Sunday ndio nitakula nikienda kanisani. Kuna vitu unaweza fanya upate mafuta iko tele. I tell you the truth. Na mtu ambaye mafuta hasumbui. Worship team wanasemanga tu inua mikono, wanasema tu Baba. Watu wa mafuta anahitajingi tu kusikia kagimbo kameguza kidogo tu, unasikia mafuta yake imeinuka mapema. Hata kabla hawajaanza kuombesha, yeye ameanza kulia. Mafuta iko anakuanga. Na wachungaji tunapenda watu kama hao. Yaani lakini kuna watu wengine yani tambi yake tumafuta tuko kule chini mpaka tambi haifikii. So unapata inua mikono, anainua anarudisha chini. Bwana Yesu anakuangalia. Anatoka nje, anapiga raundi kidogo, anarudi tena. Yaani ana manage to time ndio ibada. Bwana atusaidie watu wa Mungu. Bwana ongeza hiyo mafuta, ongeza hiyo mafuta. Ongeza hiyo mafuta, ongeza hiyo mafuta. That is the truth of the matter, brethren. Sisi magari yanaendea lakini maisha ya upako wa roho na mafuta ya upako, mafuta yoyote, iwe ni ya kupika, iwe ni ya gari, mafuta yoyote penye inatoka sio rahisi. Ile ya gari inachimbwa chini, pikia ile ya inaitwa aje, seed oil nini, kamuliwe mpaka and for you to squeeze any oil out of your life, something must happen. Mafuta inachotwa barabarani. Chukua hatua. Nasema chukua hatua. Number 3, to encourage regular sacrificial fellowship among believers. Kwani hawezi kaa na watu ambao hawana ibada. Kwani akiona watu watatu wamekusanyika, yeye anaonanga ibada. Situombe wapendwa, situombe. Anaanza hata kama hawaambii, anaanza ibada tu. Ragandaraga zile bosha. Haleluya, wastahili wewe Bwana. Lakini kuna mabeste yako ni ya upuzi. Squad yako ni ya mpira peke yake. Wanaweza kuongea mpaka kesho. Na mko hapo manjamaa. Hujui watu sita vile wanaweza omba vizuri. Mnaharibu time. Arsenal tuko top, tuko pale na nini. Sisi tuko na mbeumo, tutawauma. Sasa inaongeza nini rohoni? Hatusemi ni mbaya. Lakini
let's mention hiyo. Mtu mmoja asema haya yameumwa. Sasa hapa tuko watu 6. Kitu kama nini? Haleluya. Kwani anaweza rudisha watu kwenye ibada, anaweza wafanya waabudu hapo tu. Wastahili hivi baada, roho zao huwa zinapenda ibada. Hata kama ana watch ball, akisikia sikio moja inaanza kuwa kwenye ibada na ingine iko kwa ball. Tukiendelea katika ya 3 utamasikia, tukikaa unasikia ametoka. Tukiwa pale kwenye ingia, unastahili kuabudiwa, karaba bugeza ndo kwaze inye nika hata mubilane ume nika hata na moyo ningaina mwathime. Kuna kitu ndani yako kinapenda ibada, wewe ndio unakinyongea. Shindwe kwa jina la Yesu Kristo. Nasema hiyo pepo ishindwe. Whatever in you loves worship, empower that person, encourage that spirit. Sukumia hiyo roho. Wapendwa, waanzishie kaibada. Anzisha tu bagada. Sasa utasikia mwingine ameanza kutosa bagada. Saila bagada. Mwingine hata bado ako na simu, ako tu kwa simu. Si karabagada. Yes. Ameanza kufanya kichwa hivi, shakala. Haleluya. Kanaenda unaona tena yeye ndiye amekuja mwisho na anataka kuja na mbio kuliko. Kila mtu anapenda ibada. Priority ndio shida. So kuhani aliye katikati yetu aturudishe kwenye priority. Atufanyie kaibara, atuimbishe tu nyimbo, aanze kuomba. Utaona wengine wameingia. Ambia mwenzako wewe ni kuhani wa Mungu. Wewe ni kuhani, potelee kwenye maisha na watu wale wengine. Amen. Haleluya. Situmpatie Bwana Yesu makofi. Wewe ni kuhani. Wewe ni kuhani. Unaweza kuwa wewe si pastor, lakini wewe ni kuhani. Kuhani wa Mungu. Na wacha kutoroka ukuhani. Ukuhani wako ukiwa umeushika vizuri, utakutawalisha kwa mambo mengi. Lakini ukiona ukuhani umekataa, hakuna kitu kingine itaenda. Amen. Si tusimame tufanye kaibada kidogo. Oh, hallelujah. Tufanye practice ya hii neno sasa. Hebu inua mikono yako, usingoje tu mikono yako, mwambie Bwana nimekuja kukuabudu. Bwana nimekuja nikubariki. Nimekuletea maisha yangu, nimekuletea nafsi yangu Bwana, roho yangu nakuletea, moyo wangu nakuletea Bwana. Bwana nikae nje namna gani? Nimekuja nikuabudu, nimekuja nikubariki, nimekuja nikupende. Nimekuletea shukurani zangu Bwana, nalete ibada ya shukurani, nalete sifa kwako Bwana, nakuletea ibada Bwana. Inua hiyo mikono kwa dakika moja tu, mwambie Bwana niko mbele zako, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana pokea sifa, mwambie Bwana unaweza, mwambie Bwana unampenda, mwambie Bwana unamwabudu. Come on, inua mikono, fungua kinywa chako, tubariki Bwana, bariki Bwana, bariki Bwana. Come on, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Oh shaka bakatara bagada, kose tekeria makataba, kose tela baganda ganderegedeza, kokalabaria magadaragada, kotokoria magadagada, tekeria bagaderegezetaba, kotoria magadabagadaga, kotabagadeze ketere.
teka baba kota la baria magadeza ko Bwana, tuko mbele zako Bwana, tuko mbele zako Baba, tuko mbele zako Baba, tunakuletea ibada, tunakuinulia mikono, tunakuletea maisha yetu Bwana, tunakuita Baba, twasema ni asante. Wiki yote Bwana umekuwa mwema, umetulinda, umetosheleza mahitaji yetu Bwana. Katika wiki yote tumekuona Bwana, hebu tumwambie Bwana asante. Ametulinda, ametutoshelezea mahitaji, ametutetea, ametupigania. Inua hiyo mikono, tumwambie Bwana ni asante. Twasema ni asante Bwana, twasema ni asante, twasema ni asante, twasema asante Bwana. Umetutenda mema Bwana, umetutenda mema. Utukuzwe, ubarikiwe Bwana. Orokoto barabarabaraba kotoria magada baraba shikala baragada kozelelelelele tokarabagada ragade seketele boria makata. Sande Bwana, sande Bwana, sande Bwana, sande Bwana, sande Bwana, sande Bwana. Korabagada ragada kotoria magada gada sheketelelelelele orabaganda raga ozalabaria magada sheketetetetete sekatabagadila kotabaganda ragade kora magada lagada. La 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 bagaragadiza Yeguabudui, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuabudu Falme, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuabudu Falme, tumekuja kukuabudu. Father, we give you glory. Yes, Lord. We give you praise. We love you, Lord. Asante kwa sababu umetufanya makuhani, umetuleta pamoja tukuabudu. Si tumwinulie Mungu mikono jameni, tumwinulie tu mikono, tujipeane kwa Bwana. Let us dedicate ourselves to the Lord. Tumwambie Bwana tunajipeana kwako. We give ourselves to you. We give our hearts to you. We give our minds. We surrender all. Chote kilichoko ndani yetu Bwana tunakutolea katika jina la Yesu. We say yes. Twasema ndio, twasema ndio, twasema ndio Bwana. Tawala, tawala. Inua mikono, mwambie Bwana tawala. Tawala maishani mwangu, tawala moyo wangu, tawala mazo yangu. Tawala Bwana, chukua usukani katika maisha yangu, chukua usukani Bwana. Tawala, tawala Bwana, tawala Bwana. Iramandaragada orilalala oriamandaragada orabagandaragadegedeza. Nasema ndio Baba. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Merciful and blessed Father, we worship you. We thank you, mighty God. Thank you for awakening us and bringing us to realization that the call to priesthood is our primary calling.
Asante Bwana kwa sababu unaturejesha kwa madhabahu yetu. Wale ambao tulibebwa na dunia tukaenda mbali, wale ambao moto ulizima na hatukujua, wale ambao mafuta ilikauka na hatukujua, uturejeshe Bwana. Tunaomba urejesho, uturejeshe, tuinulie katikati yetu. Wapendwa wanaweza rejesha wale wengine kwenye ibada, wapendwa wanaweza anzisha ibada nyingine katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kama ushirika tunakuamini ya kwamba utatusaidia, hatutaponyokwa na ukuhani wetu. Hali zote za kifamilia, biashara, kazini, kila mahali na kila hali zote tunakiri ya kwamba tutazitiisha. Kama vile tumesimama mbele zako Bwana, tutasimama juu ya hali ingine yoyote. Upokee sifa Bwana, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunakupenda na tunakuhimidi. Kwa jina la Yesu tumeomba na tumesema amen, tukimpigia Bwana makofi mazuri. Haleluya, amen, Jesus, amen. Si usalimie watu wawili, uwakumbushe tena kwamba wao ni makuhani wa Mungu. Haleluya. Remind somebody. Kumbusha mtu. Amen. Tamani kabla tukae, kuna mambo mawili nimesikia kulingana na hiyo neno. Kabla ili ufanyike kuwa kuhani, jambo moja tumeweza kuelewa ya kwamba tumeonyeshwa the advantage of being a priest. Becoming a priest ni wakati unafikia kupokea Yesu. Maana nisikia kwa moyo wangu ya kwamba unaweza kuwa mahali hapa na kwamba ulikuwa umepokea Yesu na ukarudi nyuma, ama hujaipokea Yesu. You have not become a believer. Hauna uhusiano mzuri na Mungu. Hauna uhusiano na Mungu. Kama uko hapo, kabla hata niende jambo lingine, natamani nikupigie Bishop pia atuweze kutuombea. Unaweza kuwa mahali pale unasikia uhusiano wako na Mungu hauko sawa. Nataka nikupatie opportunity tukuombee.